Robi, hivi hujaniona chaji? Hapana, sijaiona. Kwani ulipeleka wapi? Sasa sileta ukauka wapi? Yaani maana nimetafuta huko ndani hata hamna. Simu mwenyewe imezima chaji. Na hapa atapiga sasa patikana itakuwa shida. Yaani sipenda. Hata sieleweka kauka wapi? Maana chumbani kote nimetafuta sijaona. Sijui hapa kama nitaiona. Yaani nimetafuta sana. Jaribu kuangalia tu hapo. Yaani sioni. Hapo pia nimeangalia. Hapo chini hapo. Imeangukia. Sijui itakuwa iko hapo. Nikaiweka mpaka imeanguka huko. Sasa nimeiona kwa kweli. Poa. Ndugu yangu, unajua nimekuita hapa, kuna jambo nataka kuongea na wewe. Jambo la muhimu sana. Lakini pia umuhimu wake, hii jambo ni la usiri sana. Sawa, ina shida. Unajua pale nyumbani bwana naishi na mwanamke. Na mimi huyo mwanamke nataka kumpenda. Yaani moyo wangu nataka kumpenda sana yule binti. Yaani pale nyumbani kwenu pale unapoishi na kaka yako. Ndio. Yaani kaka yako anaishi na mke wake. Si ndivyo? Hajamuoa, yeye anaishi naye. Ni mke wake sasa anaishi naye? Ndio. Kwa hiyo wewe ndio umetokea kumpenda shemeji yako. Sawa, lakini ni shemeji yako. Kwa hiyo umetokea kumpenda shemeji yako. Bwana Kim, na mimi nikaja hapa ndugu yangu. Sasa swaiba yangu, Kim, wewe ndo ndugu yangu unajua. Nimeacha washikaji wangapi huko mtaani rafiki yangu? Nimeacha marafiki wangapi nikakufuata wewe? Nimekuja kwako, nikitegemea nitapata jibu sahihi. Nenda mchizi wangu unaotegemea. Mimi kusema kweli, yule binti nampenda kuliko. Mimi najua kosi cha kunishauri ndugu yangu, nikaja hapa nikakuita sema kama hii. Usiri inawezekana, lakini lazima wewe utampendaje shemeji yako ndugu yangu? Ndugu yangu, haya ni mapenzi. Mimi unajua mapenzi rafiki yangu. Najua ndio, lakini sio mimi, tatizo ni moyo ndugu yangu. Yaani unampenda mpaka nashindwa kujizuia. Kumbuka wewe na yule damu ni hiyo. Najua. Sasa inakuwaje ndugu yangu unampenda shemeji yako? Nazingua mwana. Kim, mimi kukufuata hapa ni mapenzi tu. Okay sawa. Wewe ulikuwa unatakaje? Hapo ndo kwenye point. Unajua nini? Mimi shida yangu. Sawa. Nimekuja kwako hapa, unishauri chochote kile. Unajua ukosi ushauri wote. Mimi yule binti nahitaji anipende. Nikiwezekana kwa vyote vile anipende. Najua ndugu yangu Robert,
watu wanakupremisha. Naposema watu wanakupremisha, namaanisha sala ni sehemu yoyote ile, haijalishi uko wapi, uwe msituni, uwe jangwani, kikubwa ni imani yako tu iliyoko ndani ya mtima wa moyo wako. Ni kweli. Upo sahihi kabisa, kwa sababu unajua, kwanza mimi nikushukuru sana. Yaani sasa hivi najiona nipo katika ulimwengu mwingine kabisa, kwa sababu kama unavyojua ni siku chache tu baada ya mimi kusilimu kuingia katika Uislamu, na naanza kuona mabadiliko kusema kweli. Kwa hiyo mimi nikushukuru na tuendelee hivi na ibada. Mimi na fresh na usikie hivyo ndugu yangu, ile jina liweza tufanye chakato tumtafute ustazi alibadilishe kabisa, kwa sababu tayari umeshaanza ibada kama hivyo. Kwa hiyo inabidi ifike hatua tumuite ustazi aku Muslimu ndio jina aina ya kulazimisha jina lingine ambalo la Kiislamu. Sawa, na mimi nataka siku ambayo tutaenda kwa shehe, jina ambalo nalipenda ningeitwa Akbar. Hichi pia ni tunasema ni baraka tosha. Hakika. Nashukuru kwa kujua hilo. Cha msingi tu tujaribu kukumbushana ibada kwa kila muda. Unaposahau ibada nikukumbushe, na unaposahau muda wa ibada unikumbushe. Na sio mimi tu, pia shemeji yako nafikiri ni bahati mbaya, japo kutokana kazi zake ni dini ya Kiislamu, kwa sababu kashaingia katika imani hii, kasiri hii, lazima afate matakwa yetu ya kufanya ibada kwa kila wakati. Hakuna maisha mazuri kama kufuata ibada.